Leo naenda kukuonyesha behind the scene ya live streaming tuliyoifanya Muhimbili University. Kuanzia kupokea kazi, kutengeneza graphics, kuseti YouTube channel, lakini mwisho wa siku changamoto tulizopitia, bila kusahau namna tulivyochaji project hii. Kaa hadi mwisho. Tulipokea simu kutoka Muhimbili ikihitaji tufanye professional live streaming, nikimaanisha live streaming yenye multiple angle, drone shot, highlight pamoja na animations au graphics mbalimbali. Kabla ya kufanga chochote tukaangalia kamera ziwe ngapi, kamera operator wa ngapi, audio requirement ziweje, drone shot ziweje, lakini pia mwisho wa siku tukaangalia internet ipi tuitumie mwisho wa siku tupate smooth live streaming. Mara nyingi tunapenda kusema sisi tunapanga kabla ya kupanga. Baada ya kumaliza kwa upande wetu, tukaenda kukutana na mteja wetu ambaye ni Muhas, akatueleza kwamba anahitaji professional live streaming yenye multiple camera kuanzia 3 hadi 4, lakini pia alikuwa anahitaji video highlight ambayo itaonyesha event au summary ya event nzima. Kwa hiyo tukakubaliana na mteja wetu, tukaenda kusurvey na tukaplani siku ya event kwamba tutafanya 1, 2, 3. Baada ya kuarrange na mteja wetu, baada ya hapo tukaenda kuseti identity ya live streaming, nikimaanisha tulienda kuseti thumbnails ya YouTube iweje, transition ziwe vipi, overlay ziwe vipi, lower third ziwe vipi, ili mwisho wa siku live streaming ya mteja wetu iwe more premium, isiwe tu kama ni video na audio. Okay, mara nyingi kwa client ambaye ni mpya kabisa, ambaye account yake haijawahi kufanya live streaming, tunahakikisha account yake ya YouTube tunaiverify iwe eligible kwa ajili ya kufanya live streaming. Lakini kwa mteja wetu huyu ambaye ni Muhimbili University, ashafanya live streaming nyingi, kwa hiyo account yake ilikuwa haina haja ya kufanya verification, ilikuwa tu ni kuseti kila kitu na kuschedule live streaming kwa ajili ya kwenda live streaming. Lakini kwa sababu mteja wetu pia alihitaji kwamba tufanye multiple streaming katika channel tofauti, nikimaanisha YouTube, Facebook na Instagram. Kwa hiyo tulischedule pia kwenye hizi social media kama Instagram na Facebook. Na kitu cha msingi ambacho tunakiconsider kuseti katika OBS au software ambayo tunaitumia kustream ni bitrate au quality ya video ambayo inaenda kwenye YouTube au Facebook au Instagram. Na hii mara nyingi tunatumia formula kwamba uploading speed ya internet tuliyoko nayo inatakiwa iwe mara 2 ya bitrate ambazo tunaenda kuziposti au kuzipeleka YouTube au Facebook au Instagram. Nje na hapo video itakuwa inaenda kwa kukwama. Muda ukafika wa kupaki vifaa, na tukaona ili kazi iende kwa urahisi bila changamoto yoyote, vifaa vyetu inabidi tuvipake katika kategori tofauti. Kategori ya kwanza ilikuwa ni kamera. Sasa kwenye categories ya kamera hapa kulikuwa na NX100 pamoja na E7 III, na kwenye kategori ya audio kulikuwa na XLR cables, sound card, headset kwa ajili ya kumonitor sauti, na kwenye upande wa video kulikuwa na Atemini Pro video switcher pamoja na monitor screen kwa ajili ya kutusaidia kuona kitu ambacho kinaenda kwenye video mixer yetu kabla ya kwenda live. Na kwenye kategori ya others kulikuwa na tripod, kulikuwa na battery, SD card, intercom pamoja na drone tuliweka huku. Mwisho kabisa kwenye package yetu kulikuwa na cage, na cage hizi zilikuwa maalum kwa ajili ya kuziweka vifaa vyetu sehemu safe kwa ajili ya kubibeba kutoka sehemu tulipo na kuelekea Muhimbili kwa ajili ya live streaming. Lakini kitu ambacho tulikinoti cha msingi sana, Dar es Salaam bila foleni haiwezekani. Kwa hiyo tuliwahi kabla ya wakati, ili hata kama tutakutana na foleni bado tutakuwa ndani ya muda ambao tulipatana na mteja wetu. Tukafika Muhasi, tukaanza kufanya camera placement, audio connection check, internet testing, intercom setup, mixer configuration, HDMI cable management, color matching, drone preparation, lakini pia tukafanya live streaming test. Na baada ya hapo tukagawana kazi kama hivi. Kukawa na camera operator namba 1 ambaye alikuwa yeye ana focus na stage, camera operator namba 2 ambaye alikuwa ana focus na stage pamoja na movement kwenye stage, camera operator namba 3 ambaye alikuwa na focus na audience, na camera operator namba 4 ambaye alikuwa ni drone pilot, alikuwa na focus kuchukua b-rolls kwa ajili ya kuingiza kwenye live pamoja na highlight yetu. Lakini watu watatu wa muhimu walikuwa ni technical director ambaye ndio huyu alikuwa na switch na kuangalia quality nzima
ya stream ambayo tunaitoa, audio engineer ambaye alikuwa anahakikisha sauti iko clear, na mwingine graphic design ambayo huyu alikuwa anahakikisha overlays pamoja na titles zinakuwa well designing kwa ajili ya kumpatia technical director kwa ajili ya kuzipeleka live. Kumbuka setup yetu ilikuwa na kompyuta 3. Kompyuta ya kwanza ndio imebeba OBS au software kwa ajili ya kupeleka live. Kompyuta ya pili ilikuwa ndio graphic designer inaitumia kwa ajili ya kutengeneza graphics tofauti tofauti, na kompyuta ya tatu ni kwa ajili ya kupreview kitu gani audience wetu wanakipata akiwa live. Stream yetu ikawa inaonekana kama matangazo ya TV. Baada ya event tukahakikisha tunatengeneza highlight ambayo ina drone shot, ina speech, ina slow motions, lakini ina reaction ya graduates, bila kusahau kuonyesha logo au Muhasi branding, kwa sababu pia mara nyingi tunahakikisha tunapofanya live streaming pia ndani yake tunaendelea kubrandi mteja wetu. Na sehemu ambayo niliahidi kama tutaitoa kama bonus ni namna gani tulichaji fedha kwenye hii project. Kiuhalisia sisi tunachaji project kama hii kwa kuconsider factor tofauti tofauti. Factor ya kwanza tutaangalia aina gani za kamera tutatumia. Factor ya pili tutaangalia ni watu wangapi watahusika kwenye project hii. Factor ya tatu tutaangalia umbali, labda tunatokea wapi kuelekea sehemu gani. Kwa hiyo tutaangalia pia kwenye kuchaji. Factor ya 4 tutaangalia mteja anahitaji deliverables za aina gani. Na factor nyingine ambayo ni ya msingi sana, tutaangalia pia hii kazi itahitaji maandalizi ya namna gani. Hivyo vyote tukiviweka kwa pamoja, mwisho wa siku vinatupa price ambayo mteja wetu tunampatia. Lakini kiufupi, estimates ambazo mara nyingi kwenye corporate live streaming ambazo tunazifanya zinaanzia minimum kuanzia $3 hadi $7. Kama unatamani kujifunza kufanya live streaming kama hii, kuanzia kamera, audio, OBS, YouTube, lakini mpaka namna ya kufanya pricing, usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube.